Kwa majina naitwa Amina Masule. Ndugu zangu Waislamu, nimesimama hapa mbele yenu niweze kuwasomea hadithi ya Mtume salawatu. Kiislamu. Dini ya Kiislamu ni ile dini ambayo watu Waislamu wenyewe au Waislamu sisi wenyewe tunaamini ya kwamba dini ya Uislamu ndiyo dini ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameichagua kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndiyo mtume wa mwisho katika ulimwengu wa dunia. Lakini pia imani ya Waislamu, imani ya Kiislamu, tunaamini ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja. Ukisoma katika suratul Ikhlas au suratul Tauhid, ukisoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho, utaona ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezewa katika sura hiyo ambayo inapatikana katika juzuu amma, ambayo inapatikana katika juzuu ya 30 katika Qur'ani tukufu. Ukisoma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad, sema waambie ewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba Mungu ni mmoja. Allahu samad, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mwenye kukusudiwa kwa haja zote ambazo wanazo wanadamu. Lam yalid wa lam yulad, Mungu ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa, hana mtoto wala pia yeye hajazaliwa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lakini Muhammad, wakikuuliza huyo Mungu, waambie kwamba Mungu huyo hana mfano wa kitu chochote, kwamba isitokee mtu akaweza kuchonga kinyago, akachonga sanamu, akachonga labda chochote ambacho nakijua yeye, afu akasema kwamba huyo ndo Mungu. Kwamba waambie ya kwamba Mungu ambaye wanaitikadi kuwa Waislamu kuwa huyo ndiyo Mungu, basi lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa, walam yakul lahu kufuwan ahad, wala Mungu hakuwa yeye mwenye kufanana na kitu chochote. Vitu vyote ambavyo vinaonekana katika ulimwengu wa macho, lakini katika ulimwengu ambao sisi hatuoni kwa macho, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye hakuwa na mfano wa kitu chochote ambacho kipo katika ulimwengu. Lakini kwa wale ambao wanajiunga kwa sasa, namba zetu za simu za kuweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwa yule mtu yeyote ambaye amebahatika kuwa na swali lolote ambao anataka kuuliza, basi aweze kuuliza kwa kupitia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia namba 0688469475 0688469475 0688469475, namba za kuweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, na sisi tutaweza kusoma jumbe zote ambazo zitaweza kutufikia hapa studio biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hiyo dini ya Kiislamu ni dini ambayo Mungu ni mmoja. Waislamu wanaamini wote kwamba Mungu ni mmoja, lakini Mungu huyo ndiyo mwenye kukusudiwa kwa haja zote, kwamba mtu akiwa na shida, basi jambo la kwanza ni kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini jambo lingine, Mungu huyo hakuzaa wala hakuzaliwa wala hajafanana na kitu chochote, wala hakuwa yeye mwenye kufanana na kitu chochote. Hiyo ni itikadi ya Waislamu wote duniani au katika ulimwengu wa dunia. Lakini itikadi ya Waislamu juu ya Isa au Yesu, Waislamu wanaamini ya kwamba Isa bin Maryam huwa nabii wa rasul fil Islam, kwamba Waislamu wanaamini ya kwamba Yesu au Isa yeye ni mtoto wa mama Maryam au wa bibi Maryam, ambaye amezaliwa na mama au mwanamke huyo ambaye alikuwa anaitwa Maryam, ambaye yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba amepewa kitabu cha Injili kwa ajili ya kuja kuongoza watu kutoka katika upotevu kuingia katika nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
lakini pia ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ametumwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuleta kalimatu tauhid, kwa ajili ya watu kuwaelekeza kuhusiana na Mungu wa kweli ambaye anastahili kuabudiwa. Wa laqabul masih, lakini pia laqabu yake anaitwa al-Masih. Lakini Waislamu wanaamini kuhusiana na huyu Yesu au Isa, ulida biduni au abu, amezaliwa pasi na kuwa na baba, kwamba mama yake ambaye anaitwa Maryam aliweza kupata ujauzito huo hakuwa na baba, yani ujauzito ulitunga kupitia uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqa Allahu Isa min ummi faqat, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba Isa au Yesu kupitia mama peke yake, hakuwa na baba, ambaye mama yake alikuwa anaitwa Maryam binti Imran. Wa huwa amru faridun la mathilu lahu illa fil khalqi Adam alayhi salam, na hilo jambo ni jambo la kipekee ambao jambo hilo halikutokea kwa mtu yeyote isipokuwa kwa Nabiillahi Adam alayhi salam. Adam alayhi salam ambaye ndio mwanadamu wa kwanza na ndiyo mtume wa kwanza, yeye hakuwa na baba wala hakuwa na mama. Lakini ukimtoa Adam, hakuna mwanadamu mwingine ambaye alizaliwa bila ya baba. Kila mmoja akizaliwa ana baba na mama, mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama pia alizaliwa na mama akiwa na baba yake pia ambaye alikuwa anaitwa Abdullah. Wa yu'tabiru mu'jizatu min Allah, lakini pia kupitia tukio hili la Isa au Yesu kuzaliwa bila ya baba, basi linazingatiwa kwa Waislamu kuwa huo ni muujiza wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huo ni muujiza ambao ameufanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumfanyia Nabiillahi Isa au Yesu. Lakini pia katika Uislamu Yesu au Isa amepewa nafasi kubwa katika Uislamu. Kisoma katika Qur'ani tukufu, miongoni mwa mitume bora ambao walikuwa wanaitwa ulul azmi, miongoni mwao ni huyu Yesu au Isa, ambapo ukiangalia katika Qur'ani tukufu ya kwamba miongoni mwa wale ambao waliokuwa mitume bora walikuwa miongoni mwao alikuwa Yesu au Isa, alikuwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama ambaye ndio mtume wetu wa mwisho, alikuwa Isa au Yesu, Isa bin Maryam, lakini pia alikuwa Nuhu pamoja na Ibrahimu alayhi salam. Hawa mitume wanne walikuwa ni mitume bora, na Waislamu wanaitikadi kuwa hawa ni mitume ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatuma katika hii dunia kwa ajili ya kuweza kuongoza watu katika dini ya umoja, katika dini ya kuamini kwamba Mungu ni wa kipekee, Mungu hana mfano, Mungu ni mmoja, hakuzaa wala hakuzaliwa wala hakufanana na kitu chochote. Lakini ukiangalia katika vitu ambavyo Waislamu pia wanaamini na kuweza kumweka katika cheo cha kuweza kumwekea Nabiillahi Isa au Yesu, ni arsala Isa bin Maryama liyaqudu bani Israil ila kitabin muqaddas jadidi huwa Injil, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza kumtuma Yesu au Isa bin Maryam kwa ajili ya kuweza kuwatumia watu wa Banu Israil. Watu wa Banu Israil walitumiwa mtume huyo ambaye alikuwa anaitwa Isa au Yesu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuweza kuongoka, kwa sababu Banu Israil walikuwa wanafanya matendo machafu, matendo ambayo ya kuweza kumuuzi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakaweza kutumiwa mtume ambaye alikuwa anaitwa Isa au Yesu. Mtume huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumtuma, hakumtuma tu hivi kama mitume wengine, alimtuma pamoja na kitabu kitukufu. Aliweza kumtumia pia kitabu ambacho kinaitwa Injili, na Waislamu wote pia wanaweza kuheshimu kitabu hicho ambacho kilikuwa kinaitwa Injili. Kwa hiyo ndio itikadi ya Waislamu wote duniani kuhusiana na Nabiillahi Isa au Yesu.
Lakini kutokana na mada yetu leo tunazungumzia alharakati nasawiya fil alam, kwamba harakati za kutetea haki za wanadamu ambao ni wanawake katika ulimwengu wa dunia, harakati za kuweza kuwatetea wanawake pia wawe na haki katika hii dunia. Miongoni mwa hizo dini zote mbili ambao tumesema, watu wa kwanza ambao walikuwa wanatetea haki za wanadamu, ambao ni wanatetea haki za wanawake duniani, walikuwa ni watu ambao la yu'minuna biwujudillah, watu ambao hawaamini uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini watu wa pili, kundi la pili ambao lilikuwa linatetea wanawake, haki za wanawake duniani, ni watu ambao wanaamini kulingana na miji yao ambao wanaishi kuna dini ambazo dini hizo zinautambulisha uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukaona dini ya kwanza ni Ukristo na tukaweza kuitaja Ukristo na tukaichambua vizuri. Lakini dini ya pili ni dini ya Kiislamu. Lakini pia Uislamu tumeweza kuchambua vizuri. Kwa yule ambaye ameweza kusikiliza, basi amefaidika katika hizi dini zote mbili ambazo tumeweza kuzisema. Kwa hiyo tukiangalia dini hizi zote mbili zimeweza kuwatetea haki au kutetea